Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaendelea na ujumbe wa neno la Mungu siku ya leo unaosema mjue sana Mungu wako. Haleluya. Anaposema mjue sana Mungu wako hakumaanisha kidogo, kaweka neno sana, manake unatakiwa uendelee kufanya juhudi katika kumjua Mungu. Haleluya. Ujumbe wa neno la Mungu unapatikana katika Yeremia 4 mstari wa 22 pamoja na Ayubu 22:21. Ayubu 22:21 anasema mjue sana Mungu wako ili uwe na amani, ndipo mema yatakapokujia. Bwana Yesu asifiwe. Mjue sana Mungu wako ili uwe na amani. Haleluya. Kwa hiyo amani inapatikana kwa kumjua Mungu, wala usihangaike sana kwamba nijiulize amani niitafutaje. Ni kweli utaomba Mungu akupe amani, lakini kuna mambo ambayo unayafanya kwa kupitia kanuni tu. Sasa hii kanuni ya kuipata amani, unachotakiwa umjue Mungu. Haleluya. Mtumishi wa Mungu, wewe unanisikia, hivi utamjua Mungu kwa namna gani? Unamjua Mungu kwa kusoma neno, kwa kusikiliza watumishi wa Mungu kama mimi ambaye ninakuletea ujumbe huu wa neno la Mungu. Unaingia YouTube, unasikiliza maneno ya Mungu, unasikiliza watumishi wa Mungu pia kanisani, unafanya maombi, unakuwa muombaji. Hizo ndio njia za kumjua Mungu. Njia nyingine ya kumjua Mungu, unampenda Mungu. Haleluya. Maandiko yanasema mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa nguvu zako zote, kwa roho yako yote, kwa akili yako yote. Haleluya. Kwa kumpenda Mungu kumbe pia ni kwa mali zako, unavyojitoa kanisani, kwa kutoa sawa, unavyomtolea Mungu kwa moyo wa kupenda, sadaka, yanapokuja masuala ya michango, kwa swala la kujitoa kwa ajili ya Mungu, katika mambo yote yanayomhusu Mungu unajitoa. Huko ndo kumpenda Mungu. Haleluya. Kumpenda Mungu sio maneno, kumpenda Mungu ni vitendo. Haleluya. Kwa hiyo utakapokuwa unampenda Mungu, hapo ndipo utakapoweza kumjua. Haleluya. Mjue sana Mungu wako ili uwe na amani. Kwa hiyo utakavyompenda Mungu ndipo utakapoweza kumjua huyu Mungu. Haleluya. Njia gani nyingine itakayo kusababisha umjue Mungu? Njia nyingine itakayosababisha kumjua Mungu ni kuwa na macho ya rohoni. Haleluya. Hakikisha uwe na macho ya rohoni. Jitahidi sana kuwa na macho ya rohoni. Ukiwa na macho ya rohoni utaweza kumjua Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi twende tukaone habari ya ujumbe wa kumjua Mungu. Haleluya. Tutaona faida na hasara. Hasara ya kutokumjua Mungu. Haleluya. Unapokosa kumjua Mungu unazikosa baraka za Mungu. Yeremia 4 mstari wa 22 anasema, Yeremia 4 mstari 22 anasema, kwa maana watu wangu ni wapumbavu, hawanijui. Haleluya. Anaposema watu wangu ni wapumbavu, hawanijui, kuna upumbavu ambao unaishi ndani ya mtu pale mtu anapoacha kumjua Mungu. Pale mtu asipomjua Mungu, kuna upumbavu huwa unaishi ndani yake. Haleluya. Anasema ni watoto waliopungukiwa na akili, wala hawana ufahamu. Ni wenye akili katika kutenda mabaya, lakini katika kutenda mema hawana maarifa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe, mtumishi wa Mungu.